mzee wa kanisa au kiongozi, ili jukumu sitampa mchungaji. Uchukue, kama kuna mzee wa kanisa kiongozi, uchukue namba yangu ya simu, mwezi wa 5 mwishoni unipigie simu kuanzia tarehe 20 au 25. Bwana, mabati yetu. Haleluya. Amen. Sana, Mungu awabariki sana. Amen. Naomba kwamba anifanikishe namna yoyote hii. Vyote vile nimesema. Amen. Haleluya sana. Amen. Kwa hiyo nataka niingie kwenye neno la Mungu. Alafu baada ya hapo tutaomba, alafu tutamruhusu Mungu kutenda yale ambayo yanampendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo tutajifunza neno moja ambalo ni fupi sana, lakini litakujenga sana kama ukilisikiliza na kulichukulia maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo la leo tutajifunza somo linalosema utii na faida zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Utii na faida zake. Amen. Utii ni neno dogo sana, lakini limebeba baraka za wengi. Ukilipuuza hili neno utakosa baraka nyingi sana. Haleluya. Amen. Sio kama unanielewa? Amen. Yaani nasema hivi, utii, neno utii, ni kama, yaani ukiangalia unaweza kuona ni kitu kidogo sana. Ni neno fupi sana. Halina umbali mrefu. Ni kama neno Yesu, ila limebeba mambo mengi, limebeba roho za watu, limebeba wokovu wa watu. Haleluya. Ni sawa na neno utii. Neno utii limebeba baraka za mtu. Mtu yoyote aliyefanikiwa, ndani yake kuna kitu kinaitwa utii. Iwe kiroho, iwe kimwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno utii ukilishika na ukafuata namna linavyo, yani zile faida zake utaanza kuziona taratibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano mdogo, ukikuta mimi umri wangu tuliosoma nao, wale ambao wameanza kunywa pombe, ambao walisikia hili neno wakihubiriwa lakini hawakutaka kulisikia, leo hii ni walevi, hawana matumaini tena. Haleluya. Amen. Lakini Biblia inasema ukitii, yani unapotii na kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako, hapo ndipo baraka zote za Mungu zitakapokuja. Hauwezi kufanikiwa bila kutii. Haleluya. Amen. Utii ni nini? Utii ni kama kukubali. Sawa? Kukubali. Kukubali ni kitu, kwa mfano naweza kusema hivi, maana kuna mtu mwingine nikisema utii kama nampoteza, si ndio? Sasa nataka nitoe mfano hivi. Kwa mfano naweza kumwambia huyu mama njoo, akakataa, huyo hajatii. Sio, unanielewa? Nikamwambia mama njoo hapa, akakataa kuja, hajatii. Sio, unanipata? Amen. Utii, neno utii. Nikisema hebu nenda unichukulie kitu fulani, fanya haraka, uende ukachukue, uwahi kurudi. Kwa mfano mama ni mtume, yakuwa zinatoa mfano, tusiseme huyu mama ni mbea, si ndio? Nikamtuma mama, naomba uende center unichukulie juisi, uwahi nije nipate kula, si ndio? Akatoka hapa akakutana na shoga yake, wakakaa kupiga story na juisi yangu. Huyu hana utii, si ndio? Maana anajua kabisa nimemwagiza kwamba nenda, alafu naenda kupiga umbea. Usiseme ni mbea. Natoa mfano.
Bwana Yesu asifiwe. Sijui ukasema mke wa mtumishi mbea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni mfano. Tuko pamoja? Amina. Kwa hiyo mtu atakaposhindwa ndipo pale anaonekana huyu mtu hana nini? Hana utii ndani yake. Na mtu akikosa utii, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naomba unifuatilie vizuri. Na mtu akikosa utii, waga ile heshima inapungua. Amen. Mimi huyu mama nikimtuma asitii nilichomwamuru, basi ujue kwamba kuna vitu vitapungua. Haleluya. Amen. Kumwamini tena kutapungua. Ndio maana utasikia siku nyingine nitamwambia nenda, wale wako kachelewa tena kama juzi. Maana kuna kitu kwangu kimetoka. Lakini kuna mtu ukimwambia wewe nenda haraka uwahi kurudi, anaenda mbio, anarudi mbio. Hivi huyu mtoto hata unapomtuma kuna haja ya kumwambia wewe nenda uwahi kurudi wewe? Wale wako na mchezo wako, utamwambia hivi? Unajua huyu nikisema tu anaenda anarudi. Kwako huyu mtoto atafanyika baraka sana. Hata siku akilia, baba nahitaji hiki, na wewe ni mapema sana kusema mwanangu haya shika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pale mtoto atakuwa hana utii, hata siku akilia ameumia utasema ndo takoma wewe. Michezo mingi ndo takoma wewe, si ndio? Kwa sababu huyu mtoto hana nini? Utii. Nilikuwa nakupa ni mfano. Twende kwenye maandiko. Biblia inasema kwenye kitabu cha lile Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa kwanza. Nitasoma. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Tena bidii.